Yule mtu wa Mungu nampongeza sana, kwa sababu alikuwa anajua kupigana na falme za giza. Alikuwa anajua namna ya kupigana vita na kushinda. Maana alipofika kwenye madhabahu, pamoja na kuwa mfalme alikuwa anafukiza uvumba, akuconcentrate na mfalme kwenye maisha yako. Hata kama mchawi atakukutukana, akuambie mambo mabaya, kile ambacho unafaa kudili nacho ni madhabahu ya mchawi. Maana mchawi anatoanga nguvu zake kwenye madhabahu. Lakini ukianza kudili na mchawi, ukaanza kumtukana, kumuongelesha mabaya, ukaanza kupigana naye vita ya kimwili, ujue hapo ndio umeshindwa vita. Maana mchawi anatoanga nguvu kwenye nini? Anatoanga nguvu kwenye madhabahu yake. Yule mtu wa Mungu alipofika kwenye madhabahu, akuongelesha mfalme, aliongea na madhabahu ya mfalme. Aliongea na ile madhabahu ya Baali ambayo mfalme alikuwa anaitumikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nataka tusome ule mstari wa 3, nasema hivi: akatoa ishara siku ile ile, akasema, hizi ndio ishara aliyoinena Bwana, tazama madhabahu itapasuka na majifu yaliyo juu yake yatamwagika. Mstari wa 4 anasema hivi: ikawa mfalme Yeroboamu alipoyasikia maneno ya yule mtu wa Mungu, alipopiga kelele juu ya madhabahu huko Betheli, alinyosha mkono wake pale madhabahuni, akasema, mkamateni. Basi ule mkono wake aliunyosha ukakatika, wala hakuweza kurudisha kwake tena. Mstari wa 5, madhabahu ikapasuka, majivu ya madhabahuni yakamwagika, sawasawa na ishara aliyoinena mtu wa Mungu kwa neno la Bwana. Mstari wa 6, mfalme akajibu akamwambia yule mtu wa Mungu, umsii sasa Bwana Mungu wako, ukaniombee ili nirudishiwe mkono wangu tena. Yule mtu wa Mungu akamwomba Bwana, mkono wa mfalme ukarudishwa tena, ukawa kama ulivyokuwa kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kitu kimetokea hapa. Baada ya kuwa mfalme amesikia maneno ya yule mtu wa Mungu ambaye alikuwa ametumwa, maandiko yanasema ya kwamba akakasirika, na kilichomkasirisha number 1 ni kwa sababu ya yale maneno ambayo yule mtu wa Mungu anayowasema. Anasema ya kwamba, anasema mtoto atazaliwa na atakuwa na chinja makuhani wa mahali pa juu. Na ujue kwamba hapa mfalme ni mmoja wa wale makuhani ambao wanatajwa mahali hapa. Kwa hivyo lazima ahusike, atakuwa mmoja wa wale ambao watachinjwa. Kwa hivyo mfalme akaghadhabika. Maandiko yanasema ya kwamba aliposikia maneno ya yule kijana ama maneno ya yule mtumishi wa Mungu, alinyosha mkono wake akasema, mkamateni. Aliponyosha mkono wake tu hivi, ule mkono wake ukakatika. Kuna kitu ambacho unafaa kujifundisha hapa, kwamba baada ya kuwa umekabiliana na madhabahu ya mchawi huwa anaishiangwa nguvu, na unakuanga umekamata madhabahu, anakuanga ako chini yako. Kwa hivyo unaweza ukamfanyia chochote kibaya kwa namna vile ambavyo unataka. Ndio maana maandiko yanasema kwamba usimwache mwanamke mchawi kuishi, usimwache mchawi kuishi. Lakini ndio umalizane na mchawi, lazima umalizane naye spiritually kwanza, kabla haujamalizana naye physically. Yule mtu wa Mungu alikuwa anajua siri ya kwamba ndio nimshinde huyu mfalme, sitaongea na mfalme, lakini nitaongea madhabahu yake ambapo anatoa nguvu. Maandiko yanasema ya kwamba aliponyosha mkono, yule mfalme akasema, mkamateni. Ule mkono wa mfalme ukakatika. Kumbuka huyu ni mfalme, lakini mkono wake umekatika. Kwa nini mfalme mkono wake umekatika? Na utaangalia utaona kwamba yule mtu wa Mungu anapokuwa anaongea, hakuongelesha mfalme hata neno moja, alikuwa anaongea na madhabahu. Ina maana kwamba nguvu ambazo huyu mfalme alikuwa anazitumia katika utendakazi zilikuwa kwenye ile madhabahu. Hiyo ni number 1. Lakini pia mkono huyu mfalme ulikatika kwa sababu huyu mtu wa Mungu alikuwa tayari amemiliki ile madhabahu, alikuwa amemiliki lile eneo,
alikuwa ndani yake. Huyu mtu ambaye alitoka Yuda alikuwa na mfalme wa wafalme. Ukitaka kushinda wachawi na washirikina, ukitaka kushinda falme za giza, lazima uende kwenye madhabahu zao ukiwa na mfalme wa wafalme. Na ukienda kwenye madhabahu zao usiwaongeleshe wachawi. Achana na wachawi wapige kelele, achana na wachawi wakunyoshie mikono, achana na wachawi waseme chochote ambacho watakisema. Enda ukabiliana zile madhabahu ambazo wamezitengeneza, maana ukikabiliana madhabahu zao ni bila shaka utakuwa umewamalizana. Kwa hivyo inamaanisha kwamba kitu cha kwanza, neno la mfalme inakuanga ndio sheria. Kuna tofauti ya mfalme na president. Mfalme neno lake ndio sheria, huwa andiki katiba, lakini kile ambacho amekitamka kwa kinywa chake hicho ndio sheria. Kwa hivyo huyu ni mfalme ambaye ako na mamlaka, lakini huyu ni mtu wa Mungu ambaye ako na mamlaka ya Mungu wake ambaye ni mfalme wa wafalme. Sasa hapa ni mfalme kwa mfalme. Ile madhabahu ikajua ya kwamba ndio tupigane na huyu mtu wa Mungu, kwa sababu amembeba mfalme wa wafalme, lazima tumletee mfalme wa kwetu kwenye madhabahu yetu. Sijui kama kuna kitu nanielewa hapo. Wakajua siri ni kwamba huyu mtu wa Mungu ako na mfalme wa wafalme ndani yake, ako na neno la mfalme ambaye ametumwa kuja kuongelesha hii madhabahu. Kwa hivyo na sisi tumtume mfalme wetu kwenye hii madhabahu ili kwamba mfalme apigane na mfalme. Maana tukituma kuhani atapigwa, na hapa mfalme atatulaumu, ataanza kutuuliza kwa nini hamkunileta mimi. Kwa hivyo wakasema wacha tumlete mfalme wetu. Kila madhabahu inakuanga na mfalme wake, inakuanga na mtu ambaye ameiongoza. Bwana Yesu asifiwe sana. Inakuanga na kuhani, lakini pia inakuanga na mfalme. Inategemea wewe ambaye umekuja kwa namna gani. Kama angekuja mtu ambaye ni kuhani wa kawaida, ni bila shaka wangemtumia kuhani, lakini wakati ule huyu mtu wa Mungu ametumwa na mfalme wa wafalme, ametiwa neno la kifalme ndani yake na mfalme wa wafalme ambaye ni Jehova Mungu wa mbinguni. Amekuja akiwa na Yesu ndani yake. Kwa hivyo na ile madhabahu ikaona huyu mtu ndio tumkabidhi, tutamtumia mfalme, hatutamtumia kuhani wa kawaida. Watu wengine ambao wameshindwa wanafaa kuwa watawala, lakini madhabahu za mizimu ya kwao ziliwatumia mfalme ama kiongozi wa kwao. Ule utawala wako ukavyonzwa, ule utawala wako ukamezwa, ukawa unaonekana mtu wa kawaida. Ukisoma maandiko yako utapata kwamba kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Jehu alimwagiwa mafuta ili kuwa mfalme na Elijah kabla Elijah hajakufa, lakini akakaa miaka 12 akiwa hajakuwa mfalme, kwa sababu kulikuwa na mtu anaitwa Jezebel. Jezebel alikuwa na mungu wake ambaye yule mungu wake alikuwa ana uwezo wa kutawala wafalme, wa kumiliki wafalme. Jezebel alikuwa ni mke wa Ahab, na alikuwa amemiliki Ahab kiasi kwamba Ahab angeongea chochote. Pamoja na kuwa Israeli walikuwa wametawaliwa na Ahab, lakini Jezebel ndiye alikuwa ametawala katika ulimwengu wa kiroho. Kuna roho za Jezebel ambazo zinakamata watawala na wafalme, zinakamata watumishi wa Mungu ambao wametumwa na mfalme wa wafalme. Na kama hautazishinda, ujue kwamba ni bila shaka utamilikiwa wewe. Maandiko yanasema kwa maana kushindana kwetu sio juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya pepo wabaya katika ulimwengu wa giza. Sijui kama umeona hizo ranks zote, kwamba hapa kuna mfalme katika madhabahu za kuzimu, kuna wakuu wa anga. Inategemea wewe umepewa assignment gani kuja kuifanya hapa duniani. Kama umepewa assignment ya kuwa mfalme, ujue kwamba madhabahu za kuzimu zitakutolea mfalme wao ili upambane nao, na kama utakuwa na uwezo wa kupigana na falme na mamlaka, ujue ni bila shaka utamilikiwa. Yule mtu wa Mungu akakuja akiwa na mfalme wa wafalme, akakutana na mfalme wa ile nchi, akampiga na akamshinda.